Kwa majina yangu ni Shemasi Emmanuel Ngali wa Jimbo Katoliki la Kigoma, parokia ya Mvunzo Mtakatifu Yohane Mwinjili. Hivi mwaka 1990 tarehe ya 16 mwezi wa 12 ndipo nilipozaliwa kama mwana mkubwa katika watoto watatu wa mzee Ngali Germanus huko Ifakara, Jimbo Katoliki, na nipo jimbo hilo la Ifakara kama nyumbani, lakini nilikuja hapa Kigoma kwa shughuli za kikazi, lakini ndipo ilikuwa mwanzo wa maisha yangu ya wito katika jimbo hili la Kigoma. 2014 niliajiriwa kama mwalimu grade A katika shule ya msingi Kabingo iliyoko pale Katanga Kakonko. Hivi baada ya kufanya kazi ndani ya miaka miwili ndipo sauti bado ikawa ndani yangu na hamu kubwa ya kutumikia Mwenyezi Mungu kama padri. Ndipo hapo nilipoomba Jimbo Katoliki la Kigoma, na kwa kweli namshukuru Mungu walinijibu, na mwaka 2016 nilijiunga kwa malezi pale Jeramoto. Nashukuru sana. Ualimu ni wito kama ilivyo mito mingine kama udaktari, nesi na taaluma nyingine hivi, na lakini upande wa pili ukisema miito kama ya wa upadre, utawa ni tofauti kidogo na hizi taaluma hivi. Hata kama huduma ni kwa jamii, hata kama huduma ni kwa watu, lakini hii inaenda mbali zaidi. Inaenda kugusa chimbuko la mwanadamu, inaenda kugusa moyo wa mtu, inaenda kugusa na kufufua yale ambayo yameanzishwa, yaani mwanzo wa utu wa mtu na mpaka mwisho wake, maisha baada ya kifo. Hivi hiyo ndio ambayo kwa kweli ilinivuta na kunivutia sana katika maisha haya ya kama padre, kumtoa mtu kutoka ulimwengu huu na kumuingiza katika ulimwengu wa ufalme wa Mungu. Asante sana kwa swali zuri. Hivi baada ya kutoka nyumba ya malezi Mtakatifu Petro na Paulo mitume, nilielekea Mtungamo mwaka 2017 mwezi wa 7 wa 8 ule. Basi tulikuwa na likizo fupi kwanza baada ya malezi, ndipo mwezi wa 10 tukaingia katika seminari hiyo ya Mtakatifu Antonio wa Padua Mtungamo iliyoko kule Bukoba kwa miaka 3 katika masomo ya falsafa. Baada ya masomo ya falsafa pale Mtungamo Bukoba, nilichaguliwa kwenda Kipalapala Tabora, seminari hiyo ambayo iko chini ya msimamizi Mtakatifu Paulo mtume. Basi nimekaa hapo kwa masomo ya teolojia kwa miaka 4. Namshukuru Mungu kwa sasa nimehitimu, na baada ya kuhitimu hapo niliweza kurudi jimboni Kigoma. Kwanza pale shule ilikuwa sio kitu cha kawaida. Wengine walifikiri kwamba ni mzaa kidogo, waliona kwamba ni kitu ambacho hakiwezekani, lakini walishangaa na kusanya vilivyo vya kwangu. Ninaaga, mratibu nampatia barua zangu na
kuniambia kwamba sitaendelea tena na kazi na nimeshakwisha jibiwa huku na jiunga huku. Hivi ilikuwa furaha kwangu, lakini kwa wale niliokuwa nimezoeana nao na nimefanya nao kazi kwa miaka miwili, ilikuwa ni pigo kwao, kwa sababu tulikwisha kuzoeana sana na walikuwa wakiniamini na kunipenda. Wito wa upadre, kila mmoja anakuwa na jambo lake kwanza ambalo kimsingi anavutiwa nalo, na jambo hili yawezekana kwa kujua au kwa kutokulijua. Hivi ukiniuliza mimi ni kwa namna gani naweza kuwa padre, ni kwa sababu tu napenda Mungu. Hivi nikirudi miaka ya nyuma kidogo, niliwahi kuwa na baba paroko mmoja misionari wa Consolata. Yeye alikuwa na chombo cha muziki kimoja. Hivi alipokuwa akija kwenye jumuiya yetu, alikuwa akipiga kile chombo chake, gitaa lake, na nilikuwa ninavutika sana na upigaji wa chombo chake. Yeye alitokea taifa la Brazil kule Latin America. Hivi kuna mtindo fulani wa nyimbo zao ambazo kwa kweli zinavutia sana. Hivi zilinivuta sana kumsikiliza na kuwa karibu naye, na nikapenda sana na mimi nicheze hilo gitaa. Niliamini kwamba ukiwa padre basi unaweza ukawa tu na hilo gitaa. Hamu ya wito ilikuja kutokana tu na gitaa, na hapo baada ya gitaa ndipo unapoweza kumjua padre sasa ni nani, kwa sababu baada ya hicho chombo amekishika nani, ni padre, ni paroko, anakaa wapi, ndipo unaposogea zaidi. Kwa hiyo kumbe katika kujiuliza yeye ni nani, anakaa wapi, anafanya nini, basi taratibu tunaingia, na alifahamu kabisa kwamba ninapenda sana gitaa lake. Hivi alikuwa akitukaribisha kama watumikiaji katika mazingira yale ya parokiani, anatuweka karibu zaidi, anatupa hamasa na hamu kubwa. Hivi unajikuta unajengeka, ule wito unaendelea kuongezeka. Asante sana. Baada ya kuhitimu masomo ya teolojia Kiparapara, nilirudi jimboni na baba askofu alinituma niende Mugunzu, parokia ya nyumbani. Hivi ilikuwa ni bahati kwangu kufanyia katika parokia ya nyumbani. Hivi watu wa pale parokiani kuwa nizoe na kuwa nao karibu ni nafasi kubwa ambayo niliipata, na bahati ya kipekee, kwani sio kitu rahisi sana mmoja wetu kufanyia katika parokia ya nyumbani. Kwa hiyo nilifurahi sana kuwepo pale nyumbani, na ilikuwa ni bahati kubwa sana kuwepo pale parokiani Mugunzu. Na baada ya hapo, tarehe ya 7 mwezi Januari mwaka huu 2025, kwa mikono ya baba askofu Joseph Mlola wa jimbo Katoliki la Kigoma, tulifanyika kuwa mashemasi, mimi na wanadarasa wangu, tuko 8. Na kisha hapo baba askofu tena alinituma katika parokia ya Kifura. Tangu hapo tarehe ya 22 ya mwezi wa kwanza mpaka sasa mwezi huu wa 6 niko hapa parokiani Kifura. Kila mmoja daima ana mguso wa kitofauti. Hivi kama kijana ukiguswa katika maisha haya ya kipadre, maisha haya kama hivi, daima ni kuendelea kusali, kumwomba Mungu daima, ili yeye mwenyewe aliyekianzisha aweze kukikamilisha. Hivi hata mimi ninawaalika Wakristo wote tuendelee kusali na kuomba pamoja, ili kile ambacho Mwenyezi Mungu alikipanga ndani yangu basi kiweze kutokea kama mapenzi yake. Ndiyo, malezi ya upadre sasa ni tofauti na awali.
Hivi tangu mtaguso wa pili wa Vatikani ulipokaa, ulimwelekeza yote na wale wote watakaohitaji maisha ya upadre ni lazima wasome katika seminari kwa muda mrefu. Hivi ndio maana katika majimbo yetu kuna seminari ndogo zilizoanzishwa, na kisha seminari hizo utajiunga na seminari kuu. Lakini katika na mahitaji ya jimbo mbalimbali yaweza, na kutokana na hali ya mahitaji ya jimbo hilo, basi yaweza kutuchagua sisi hata tusio na mastahili hayo kuweza kujiunga na wito huu mtakatifu. Kumbe sio lazima kupitia seminari ndogo kusoma huko. Basi kinachohitajika ni unyofu wa maisha na tabia njema ya Mkristo. Hivi kila mmoja anapaswa kuwa na imani, kila mmoja anapaswa kuwa mnyofu ili aweze kuchaguliwa, na baada ya masomo fulani hivi aweze kujiunga katika seminari kuu. Hili halipo katika upande wangu, lakini upande wa kanisa, sheria za kanisa limewaka wazi katika shughuli mbalimbali. Hivi padre anaweza akafanya shughuli nyingine zozote za kijamii, hasa pale anaporuhusiwa na askofu wake. Sio yeye tu katika mapenzi yake, lakini atakapopata ruksa kwa askofu wake. Hivi basi anaweza akawa mwalimu katika vyuo vya juu na vyuo vya kati. Anaweza akawa daktari katika hospitali za kanisa na taasisi binafsi, lakini vile vile za serikali. Hii inategemeana na baba askofu na kuangalia mahitaji ya jimbo lake. Sio lazima kile ulichojifunza, ile taaluma yako basi uende kuifanyia kazi kama vile mwanataaluma, lakini sasa hiyo taaluma yako tuitumie katika kuwaongoa watu kumfikia Mwenyezi Mungu. Walimu kama nilivyosema ni wito kama ilivyo mito mingine, na ualimu hauishi, kama alivyowahi kusema mwalimu wa taifa letu Rais Kambarage Nyerere kwamba unapokuwa mwalimu ni mwalimu kwa maisha yote. Hivi ile roho na shauku ya ualimu bado ipo ndani yangu, lakini kwa njia hii ya upadre ni ualimu tosha, ni darasa tosha. Hivyo kwa maisha yangu napaswa kuwafundisha watu katika ibada, katika mikusanyiko mbalimbali, napaswa kuwafundisha watu nini ni tamani zaidi ya hiki nilichokiendea. Sawa, na ni kweli ni kitu ambacho hakiwezi kuisha, hakipotei. Ni ualimu upo, basi ni ualimu kwa maisha yote. Hivi kila padre ni mwalimu. Hivi hatuwezi kukwepa darasa. Asante sana. Basi katika kipindi hiki ambacho tunakichuchumalia, namuomba mtazamaji uungane pamoja nami katika sala na maombi ili Mwenyezi Mungu atimize kile anachokikusudia katika maisha yako. Ili hiyo siku itakayopangwa basi ikawe njema, ikawe ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Basi sasa niweze kuwabariki wote ambao wanatazama kipindi hiki. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Asanteni sana.